Welcome back and thank you for staying with us. Let's continue informing you. Now, Corporal Stephen Hinga, a police officer stationed at the Anti-Livestock Theft Unit headquarters in Gilgil, Nakuru County, lost his eyesight 9 years ago, a turning point in his life brought on by drug abuse. What could have marked the end became a powerful new beginning. Hinga's personal battle with addiction transformed him into a passionate advocate against substance abuse, using his story to educate and inspire others across the country. Despite his condition, Corporal Hinga donates a third of his salary every month to support underprivileged communities. On this Mashujaa Day, we celebrate the little-known police officer. Take a listen. In Bahati, Nakuru County, we meet Corporal Stephen Hinga, who is completely blind and attached to the Anti-Stock Theft Unit headquarters in Gilgil. Niliweza kupotea macho date 27 December 2016. Bado nilikuwa kazini. Nilikuwa nafanya kazi ya kuchomelea na nilikuwa natengeneza lori. Basi saa 2 asubuhi macho ikapotea, nikaona giza. Ni kitu ambayo kiliniingiza kwa mshangao na nikachanganyikiwa. Wengine wakaanza kusema huyu ni kurogwa, amerogwa na bibi yake. Na maisha ikawa hivyo kuingia kwa ulemavu. Corporal Hinga sought medical attention and it was revealed that he had a brain tumor attributed to drug abuse. Chanzo cha upovu baada ya kwenda hospitali niliambiwa niko na brain tumor ambayo imefinya nerves za macho ikaua. Na ikatolewa, nikafanywa upasuaji wa ubongo, brain tumor ikatolewa 2017. 2021 brain tumor ikarudi tena. Wakati alinifanyia scan za ubongo, akaniambia chanzo cha brain tumor yako na umesaidika venye ilitolewa mapema ni utumizi wa mihadarati. Nilikuwa navuta bangi nikiwa mdogo. Hinga did not give up after losing his sight. Instead, he began seeing the society with his heart. He became an advocate against drug addiction, donating part of his salary to underprivileged families. Nilihurumia mtu ambaye anaishi na ulemavu, na kutoka hiyo wakati nikaweza kudonate a third ya mshahara wangu kusaidia mtu mwenye anaishi na ulemavu, na nikaanzisha shirika Bahati Walemavu Pamoja Community Based Organization, ambayo nia yake ni kuleta walemavu pamoja, kuwaelimisha na kuwaonyesha ya kwamba tusijitenge, tusijidhalau na tujielewe, na kuonyesha ya kwamba ulemavu si mwisho wa maisha. One of the projects he started involves giving persons living with disabilities chicks and chicken feed with the goal of helping them to become economically self-reliant. Niko na incubator ya mayai 1000, niko na food mixture ya kilo 150, na nimeweza kutenga kwa resource center mahali ya kubrood vifaranga. Sababu hata ukiwapea vifaranga siku moja hawataweza. So nalea vifaranga zinafika wiki 2 na wapea. Uende tu na wheelchair yako unazipea chakula, nakupea mayai. Mayai mnakula na watoto na mnauza. Mayai zenyewe zitanipa pesa, na kuku zenyewe zikiwa kubwa zikizana kwa wingi zitanipa mapato. Ukiuza mayai moja unapata chumvi, ukiuza ingine unapata sukari, mafuta ya kupika hivyo. Corporal Hinga is a hero in his own right and his efforts have been recognized by his employer, the National Police Service. Amekuwa akifanya kazi kwa community na amekuwa mtu wa maana sana kwa community, na pia hata kwa kuonyesha wenzake wenye wanakona changamoto kama hiyo. Huduma yake bado inahitajika sana katika kikosi, na yeye kwa upendo na ile kujitolea katika nafsi yake na moyo wake akaonelea kurudisha mkono katika jamii na kurudisha hii dignity ni kupitia ile kazi ambayo anafanya. Wakati ya watu ambao wakati mwingine wanaweza kosa mapato, wanafunzwa kujitegemea, wanafanya kazi, wanapata mapato, wanakimu mahitaji yao kila siku. Ken Gashuhi, KTN.